Walipofika kwa Chiku, Stamili aliambiwa achague jambo moja: ama afuate njia ambayo Chiku yupo, au historia ya maisha yake ikomee pale pale. Stamili alikuwa njia panda, akiwa hajui achague lipi, kwa sababu yote yalikuwa mabaya na magumu. Alikuwa anatetemeka huku anatokwa jasho jembamba, achilia mbali haja ndogo ambayo huwa haichezi mbali pale mtu anapokuwa kwenye majanga. Stamili alijaribu kuomba sana msamaha, lakini bastola iliyokuwa juu ya paji lake la uso ilionyesha dhahiri haukuwa wasaa sahihi wa yeye kuomba msamaha, isipokuwa kuchagua kifo au mali kama alivyotakiwa. Kutokana na kuchelewa, Chiku alikoki kabisa bastola yake, jambo ambalo lilimfanya Stamili achague mali badala ya kifo ambacho kilikuwa karibu yake. Chiku alitabasamu kama vile hataki, na taratibu aliishusha bastola yake na kuketi kando ya Stamili ambaye alikuwa na hofu bado. Chiku alimpongeza Stamili kwa kufanya maamuzi ambayo aliita maamuzi mazuri. Chiku alimwambia, utalala hapa na siku ya pili itakapokuchwa, mimi na wewe tutaambatana mpaka kwa mtaalamu wangu, ili na wewe ufanye kama vile ambavyo mimi nimefanya mpaka nimekuwa na mafanikio haya makubwa ambayo wewe uliyatamani na kutaka kujua nimefanikiwaje. Siku ya pili ilikuchwa. Stamili alikuwa macho kwa sababu siku mzima alikuwa anawaza. Chiku aliamka na kumuhimiza Stamili ajiandae kwa sababu walipokuwa wanakwenda palikuwa mbali kidogo. Wote walijiandaa, walipata staftai na kuanza safari ya kuelekea nje ya jiji la Dar es Salaam. Walielekea Bagamoyo, vijiji vya ndani ndani, na kufika kwenye makazi ambayo yalikuwa yamejitenga kidogo porini. Walipofika huko, walimkuta mzee ambaye alikuwa haoni. Mwenyeji ambaye ni Chiku alimwambia Stamili taratibu za pale zikuwemo kutokusalimia wala kusema chochote mpaka pale mwenyeji wao atakapowasemesha. Babu aliwasemesha kwa kuwasalimia na kuwataja kwa majina, kitu ambacho kilimshtua Stamili na kumpa tabasamu Chiku. Babu aliwaambia nia ya ujio wao na kuahidi kuwasaidia, ila sio kwa siku ile, kwa sababu haikuwa siku yake ya kazi. Babu aliendelea kutoa maelekezo kwa kumtaka Chiku aondoke na Stamili abaki, kauli ambayo ilimfanya Stamili achanganyikiwe zaidi na kutamani kukimbia. Chiku aliaga na kuondoka na hakuruhusiwa kuzungumza chochote na Stamili. Aliyebaki alionyeshwa pahala pa kukaa, huku akionywa kwamba asithubutu hata kufikiria wala kujaribu kutoroka, kwa sababu eneo lile ni hatari na hakuna ambaye alijaribu kufanya hivyo na alisalimika. Unaona mambo hayo? Stamili hakuwa na uchaguzi mwingine zaidi ya kukubaliana na hali halisi. Alivumilia ile siku isiyo na kazi mpaka ilipopita na hatimaye ilikuchwa siku mpya ambayo ilikuwa siku ya Jumatatu. Stamili aliamshwa mapema kabla jua halijachomoza na kutakiwa kuoga maji ambayo yalikuwa kwenye mtungi uliokuwa upande wa nyuma ya nyumba ambayo Stamili alilala usiku wake. Stamili alipewa vitambaa viwili, kimoja kilikuwa chekundu na kingine kilikuwa cheusi, ambavyo aliambiwa avivae baada ya kumaliza kuoga na maji kukaukia mwilini. Stamili alisisitizwa kutokuvaa nguo yoyote ya ziada isipokuwa vile vitambaa tu. Hakuruhusiwa kuvaa nguo ya ndani, viatu na vitu vingine vya ziada ambavyo wanawake huwa wanavifaa kama sehemu ya urembo. Maji aliyopewa Stamili yalikuwa yanatoa harufu fulani kwa mbali, japo yalikuwa yanaonekana masafi. Stamili alijivutavuta, lakini mwishowe alilazimika kufanya kama alivyoagizwa kwa sababu hakuwa na njia mbadala na alitakiwa kumaliza kuoga kabla jua halijachomoza. Stamili alioga, alijifunga vitambaa alivyopewa kama alivyoagizwa na kurejea upande wa mbele wa nyumba ambapo alimkuta mwenyeji wake akiwa anamsubiri. Stamili aliingizwa kwenye chumba cha kazi. Alitazamwa hali yake ya kiroho na nyota, na vyote vilionekana vinafaa na vina nguvu. Mganga alimpa machaguzi matatu ya utajiri kama ifuatavyo. Mosi, ilikuwa ni kupata mali kwa kuzika wanyama wakiwa hai, hasa ng'ombe, na kadri wanavyooza ardhini ndivyo anavyopata mafanikio zaidi. Pili, ilikuwa ni kulala kwenye jeneza maisha yake yote.
kulala na kushiriki tendo na maiti baada ya muda fulani, na kutumia kila kilichotokana na maiti, yaani maji, mafuta, sanda na kadhalika, kama sehemu ya kung'arisha nyota yake kila baada ya muda anapokuwa anapungukiwa nguvu. 3, ilikuwa ni utajiri wa kufa, kuoza na kutoa funza, ambao wingi wa funza kwa kadri watakavyokuwa ndivyo itakavyokuwa inafanya zile fedha ziwe nyingi, kwamba funza wakiwa wengi ndivyo ambavyo fedha pia inakuwa fedha pia inakuwa nyingi. Sawa. Kwa Stamili aliona kama vile mambo ni mepesi, kwa sababu hakusikia kuua wala kumdhuru yoyote kwenye utajiri wowote ule, tofauti na alivyokuwa na waza hapo kabla. Kwa haraka aliamua kuchagua utajiri wa kwanza, kwa sababu aliona ni mwepesi zaidi kutekeleza. Uchaguzi wake ulikubaliwa na upande wa mamlaka ya giza aliyokuwa na uwakilisha mganga, ambapo mchakato wa kumuisha na aina ya maamuzi aliyokuwa ameyafanya ulianza. Taratibu za awali zilikamilika. Stamili aliiva na kupelekwa hatua nyingine ya kuimarishwa na kutawazwa kwa tajiri kamili, ambapo alipitishwa kwenye mchakato wa kufanya mambo kadha wa kadha ambayo yalihitaji ujasiri kuyafanikisha. Mosi, Stamili alizunguka na mganga kutafuta mchanga kwenye makaburi kadhaa ya watoto wadogo usiku wa manane. Pili, alipitishwa kwenye mchakato wa kuzikwa yeye mwenyewe na kufufuliwa, ikiwa kama njia ya kuvuliwa utu wa kifukara, yani utu wa zamani, na kuzaliwa utu upya katika utajiri. Na jambo la mwisho lilikuwa ni kutoa sadaka, ambapo alizika ng'ombe wawili wakiwa hai, ikiwa kama sadaka ya kianzio ya kuomba kibali cha utajiri kwa mizimu. Yote hayo Stamili aliyafanikisha kwa msaada wa mganga na nguvu za giza, na ulikuwa ni mchakato ambao ulichukua takribani siku 7, ukitoa ile siku ambayo Stamili alifika. Na baada ya kila kitu kuwa sawa, Stamili aliruhusiwa kurejea mjini na kuendelea na biashara zake, jambo ambalo lilimfurahisha rafiki yake Chiku aliyempeleka. Siku alipoonana, maana alihisi huenda angeshindwa kwa sababu ya uoga. Stamili aliendelea na biashara zake, na safari hii kila alichokuwa nakifanya kilienda kasi na kukubalika, kitendo ambacho kilimfanya mpaka Chiku aanze kumwonea wivu, kwa sababu nguvu yake ilikuwa kubwa kumzidi. Langu jina ni Victor Ramadhani Kalinga, napatikana kwa nambari za simu 0620 443 048. Asante kwa kuwa pamoja na mimi tangu nilivyoanza na sasa ninakwenda kutamatisha. Uwe na siku njema.